Na asubuhi hii bwana, tumepata baraka ya kuwa na wageni wengi kama ambavyo nilivyokujuza, na tunaoanza nao moja kwa moja ni kuelekea ile marathon ya albinism Tanzania ambayo inataraji kuja kufanyika. Sasa hapa niko na wageni wawakilishi kutoka Albinism Sports Club, lakini taasisi ambayo pia wamekuja nayo watakuja kujitambulisha wenyewe hapa ndani. Bwana, habari za asubuhi. Salama kabisa. Mko vizuri? Tuko vizuri. Karibuni sana. Asante sana. Mara ya mwisho mimi na wewe kuonana nakumbuka ilikuwa ni kwenye maandalizi kuelekea kwenye bonanza lenu kule mkoani Kigoma mwaka jana. Na mlienda kule mkaendesha mashindano ambayo yalifanyika pale Lake Tanganyika. Karibu sana bwana. Asante sana. Mambo yanakwendaje lakini Albinism Sports Club? Mambo yanakwenda vizuri. Tulikwenda Kigoma, ilikuwa ni kuelekea maadhimisho ya siku ya kimataifa ya kuongeza uelewa juu ya watu wenye albino. Ndio. Na tulienda kucheza na timu ya Kigoma Press Club. Tulitoka moja. Okay. Maana yake tulienda vizuri. Mr. Bonaventure, karibu sana. Nashukuru sana. Tufahamu zaidi majina yako, lakini pia tuambie uko hapa kama nani? Nashukuru sana. Jina langu ni Bonaventura Mwalongo. Ni katibu mkuu wa shirika la dawa asilia na ulinzi wa mazingira Tanzania, mtaalamu wa tiba asili na mjumbe wa kamati maalum ya Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inayoshughulika na changamoto za watu wenye ualbino nchini. Okay. Mimi ni mjumbe kwenye kamati hii. Kwanza jina lako nimelipatia ama nimelikosea kulitamka? Bonaventura Mwalongo. Sio Bonaventure. Sio Bonaventure. Wanaotamka Bonaventure wanakosea. Kimsingi kwa mazoea hawakosei kwa sababu Bonaventure ni kama lugha ya Kiingereza vile. Kiingereza, Kiitaliano tunaita Bonaventure. Basi nitakutamka Bonaventura. Bonaventura ndio sahihi. Bwana, karibuni sana. Tunafahamu tunaelekea kwenye jambo kubwa. Tuanze kwanza na sports kwa maana ya Albinism Sports Club. Kwa sasa mnaelekea wapi na jambo lipoje mbeleni? Kimsingi ni kwamba tunaelekea maadhimisho ya siku ya kimataifa ya kuongeza uelewa juu ya watu wenye albino, lakini pia tutakuwa na jambo kubwa zaidi ambalo litaendana na maadhimisho hayo. Maana yake tutakuwa na mbio ya kimataifa ya kuongeza uelewa juu ya watu wenye albino ambayo inaitwa Albinism Awareness International Marathon. Kwa nini Albinism International Awareness Marathon? Kumekuwa na michezo au mashindano mbalimbali ya kitaifa na kimataifa ambayo yanahusisha watu wenye ulemavu, lakini kikanuni mashindano hayo yamekuwa yakitutenga. Yakitutenga kwa sababu unaposema wewe ni mtu mwenye albino, unapelewa kwenda kucheza mpira wa magongo. Ndio. Maana yake unaposhiriki pale, wakishinda kwenye timu ambayo unaichezea wewe mtu mwenye albino, maana yake hao wa upande wa pili watakata, wanaweza wakakataa au weka vikwazo kwamba kuna mtu ambaye ni tofauti na mtu mwenye ulemavu wa viungo amecheza huko ndani. Unaona? Kwa hiyo tumekuwa tukikosa fursa mbalimbali na kumekuwa na mashindano ya watu wenye ulemavu wa viziwi. Kwa mashindano yote hayo yamekuwa yakitutenga kikanuni. Sio wao wanatutenga, lakini kanuni ndio zimekuwa zikiwaweka tofauti na wengine. Sasa tukaona sasa kuna umuhimu sasa wa kuja na marathon ambayo itawaleta watu wenye albino pamoja, lakini kuwaleta watu wasiokuwa na albino, maana yake itakuwa marathon jumuishi, ili kutupa fursa pana watu wenye albino kuweza kushiriki katika michezo mbalimbali. Lakini sasa hivi tumeanza na marathon hiyo ambayo tunataraji ifanyikie wilaya ya Tarime, mkoa wa Mara, kwa maana kwamba itakuwa ni marathon ya kwanza duniani kuleta watu wenye albino kwa wingi, kwa sababu watatoka mataifa mbalimbali kuja kushirikiana na sisi kuhakikisha kwamba tunapaza sauti na tuweze kuibua, kukuza na kuendeleza vipaji vya watu wenye albino kwa upana wake, kwa sababu watu wenye albino watakapokuwa na shiriki itatusaidia watu wenye albino wengi kuendelea kushiriki, kwa sababu watu wengi wenye albino bado walikuwa wanafikiria kwamba wao hawawezi, lakini tunaweza, kwa maana kwamba sasa hivi kuna watu wenye albino wanacheza karate, kuna watu wenye albino wanacheza mpira, kuna watu wenye albino wanashiriki kwenye riadha, kwa sababu tumeshashiriki kwenye Rock City Marathon. Tumeshiriki zaidi ya tangu 2020 mpaka 2024 tumekuwa tukishiriki marathon hizo, na mshindi wa kwanza kwenye marathon hiyo ya mbio za kilomita 5 alitoka kwenye klabu yetu ya watu wenye albino. Kwa maana kwamba tunaweza. Kwa hiyo ndio maana tumekuja na marathon hii kuweza kuhamasisha watu wenye albino kushiriki na kushirikishwa katika shughuli mbalimbali za kiuchumi, kijamii na kisiasa, sambamba na michezo, ili nasi tupate fursa mbalimbali za kuweza kuonekana tunaweza, tupate fursa ya kuweza kushiriki katika michezo mbalimbali. Hata mtu mwenye albino anapokuwa ameonekana, timu za Simba na Yanga au timu nyingine yote kama Azam waweze kutuchukua kuwachukua watu wenye albino wanaocheza vizuri kuweza kwenda kushiriki katika mechi zao, kwa sababu tunaweza. Ukiangalia wachezaji wa kimataifa huko wanafanya vizuri kwenye timu za Uingereza, kwa watu wenye albino wapo kule, ingawa ni wachache, lakini wapo. Sasa tunataka tupaze sauti kwa pamoja
ili watu wenye albino kutoka Afrika nao pia waende kushiriki katika michezo ya kimataifa. Okay. Kwa nini kwanza inaenda kufanyika Tarime na si eneo lingine? Mmetarget kitu gani? Ya, tumetarget kwamba kuna mdau ambao tumeingia naye ubia ametuwezesha tumeingia ubia kwamba tutajenga uwanja wa michezo lakini pia tutajenga kituo cha michezo kule, kwa maana kwamba tumeshapata mdau wa kuweza kutushika mkono kuweza kushirikiana naye kuweza kusonga mbele, lakini huyo mdau ana shule ambayo inaitwa St. Jude English Media, ambayo shule hiyo imeshaonyesha mwanga kwa watu wenye albino. Watu wenye albino ambao wamesoma pale, mmoja hapo amepata ajira serikalini, amesoma mpaka chuo cha sheria na amesomea sheria kwa kupata kazi serikalini kwa sababu ya kusomea pale. Lakini pia kuna mwingine amemaliza chuo kikuu cha Sauti pale Mwanza. Wote watu wenye albino waliopita pale wamepata mafanikio. Mdogo wa mwisho sasa hivi yuko Bill Gates, ni shule maalum ya wasichana. Maana yake shule inafanya vizuri. Kwa hiyo tumeona tushirikiane naye, lakini pia ni muendelezo wa kuonyesha kwamba St. Jude wamefanya vizuri. Sasa tunashirikiana naye kuweza kuongeza nguvu pale, kuweza kuwaleta watu wenye albino zaidi pale, wasome zaidi ili kuhakikisha kwamba tunafanya vizuri zaidi watu wenye albino, kuhakikisha kwamba mambo yanakwenda vizuri. Aha. Mr. Bonaventura, nyie TAMEPRO mnaingia kwenye hii marathoni kama kina nani na shughuli zenu hasa zinaenda kuwa zipi kwenye hii marathoni? Okay, nashukuru sana kwa swali zuri hili. Moja ya ushiriki wetu na uwepo wangu katika tukio kama hili na wetu kama watu tunajihusisha na shughuli za tiba asili nchini kwenye marathoni hii na kwenye maadhimisho ya siku ya kimataifa kuongeza uelewa juu ya ualbino ni nafasi nilizungumzia mwanzo. Mimi ni mjumbe humo. Utakumbuka kwamba eneo la tiba asili ni eneo lililotajwa kwa upana sana kama lilikuwa adui kwa watu wenye ualbino. Lilieleweka kama wasioweza kuchangia chochote. Sasa kupitia ushirikiano wetu wa pamoja, kuongeza uelewa, kuelimishana, kujua tiba asili ni nini, kwamba hii ni science, ni maarifa yanatugusa mazingira. Kumbe wote tuna wajibu wa kupanda miti dawa ya pamoja ili tulinde sote. Sasa mti wangu kinga yangu, tusimame kwa pamoja ili tuweze kufika kwenye mafanikio, tukiamini kwamba katika kushirikiana kwa pamoja katika matukio yote yanayohusisha watu wenye albino, watu wenye ulemavu kwa ujumla nchini, yanaendelea kupeleka message ya serikali ya kutuleta pamoja kama Watanzania, lakini pili kupeleka ujumbe mbalimbali unaogusa umoja wetu na mshikamano wetu. Naamini kwamba umoja wetu ndio ushindi wetu. Tutatokomeza unyanyapaa, tutaendelea kutokomeza mauaji ya imani za kishirikina, imani potofu kama zinavyojitokeza katika jamii kupitia ushirikiano. Kwa hiyo ni kama jukwaa la elimu endelevu kwa jamii kwamba inawezekana. Vipaji kwa watu wenye albino vipo, nguvu ya kuwaendeleza ipo, na sababu ya kujiendeleza pia ipo kwa kutumia fursa mbalimbali. Amesema wanasheria, lakini tunao mabalozi, tunao akina Dr. Post, leo ni balozi kule Geneva, Uswisi. Wametoka humu na tumetoka kwenye mjadala hii hapa ya pamoja. Post, nakumbuka mheshimiwa balozi, tukiwa kwenye moja ya matukio yaliyofanyika Arusha AICC, tunatoka alipata changamoto ya mafua. Kwa kuwa palikuwepo na msaada unaotokana na eneo la tiba asili. Sasa ngoja nitumie. Alipotumika akasema hakika nimepata tofauti nilivyokuwa natazama awali na wakati huu. Kumbe tiba asili inatofautiana na hizo imani za kishirikina, uramali, uchawi na mambo mengine yanafanya uzushi, kufananisha vitu vya uongo na vitu vilivyokuwa vya kweli. Kwamba kumbe hili ni eneo pana, linamgusa kila mmoja. Linamgusa watu wenye albino, watu wenye ulemavu, waandishi wa habari, wakulima, Wizara ya Maliasili, mambo ya nje, kila eneo tiba asili, na kama binadamu wote ni binadamu. Na watu wenye albino tunagusa mambo matatu. Tunagusa hali ya nywele, ya macho na ngozi. Na unaposema mtu mwenye albino au watu wenye albino, unatambua kwanza utu wao na hadhi yao kama binadamu wenye haki sawa na binadamu mwingine yoyote kuzitumia fursa zilizopo except hizo
ndogo ambazo bado zinataka kupiganiwa ili fike pala kwamba wanaweza kushika kila nyanja ya maendeleo ya nchi yetu. Okay. Joseph, mnaelekea kwenye hii marathon. Umetuambia inaenda kufanyika kule Tarime. Hem, tuambie sasa kwenye upande wa ushiriki, pengine zoezi la usaili lipoje mpaka sasa? Watu ili washiriki wanatakiwa kuwa na vigezo gani? Je, ni awe na mtu mwenye ulemavu wa albino, mwenye ualbino, ama mtu yoyote anaruhusiwa kuja kushiriki? Kwa sababu inawezekana uwepo wa watu ambao wako sawa ukachagiza hamasa ya ushindani, ama imechagua tu bwana hii itakuwa ni ya wahusika zaidi. Hapana, kimsingi ni marathon jumuishi. Nafikiri tangu mwanzo nimesema kwamba watu wenye albino na wasio kuwa na albino. Maana yake tunaposema twende tukimbie sisi wenyewe, maana yake sisi pia tunaanza kujinyanyapa sisi wenyewe. Maana yake ni marathon jumuishi. Vigezo ni kwamba mtu yoyote yule anaruhusiwa kushiriki. Kuna fomu ambazo tunaandaa utaratibu wa kuzizindua, zitasambazwa kwenye mfumo kwenye website, lakini pia tutazituma kwenye vyama vya mchezo wa riadha kila wilaya. Kwa hiyo mtu yoyote ataweza kushiriki. Kwa utaratibu tutatangaza rasmi katika uzinduzi, and then taratibu zote zitaendelea. Okay. Kwa hiyo hata wewe pia tutakaribisha uweze kushiriki. Uongozi wa Channel 10 unaweza kuwezesha mkaja kushiriki katika marathon, kuweza kuhakikisha kwamba wote tuko pamoja. Ndio maana kauli mbiu yetu inasema tunakuza ujumuishi, usawa na utu kwa wote. Okay. Na hapo nikibaki kwenu, mbali na kwamba mnakwenda kukuza ujumuishi na usawa kama kauli mbiu yenu inavyozungumza, vipi kwenye eneo la kutengeneza vipaji? Kwa sababu na hapa sasa utanidadavulia vizuri kwamba wanaokuja kushiriki marathon, je, vijana pia wanaruhusiwa? Kwa sababu pia lengo tuwapate wanariadha ambao watakwenda pia kuiwakilisha nchi, kama ulivyogusia nchini Uingereza kwamba ziko timu, wapo wachezaji na wanafanya vizuri. Sasa je, huku target pia ni kuibua vipaji? Na ndio maana moja, yani lengo kuu la Albinism Sports Club ni kuibua, kukuza na kuendeleza vipaji vya watu wenye albino na wasiokuwa na albino. Maana yake kuibua, ndio maana tunakuwa na marathoni hii, lakini pia tutakuja kuanzisha michezo mbalimbali, sio tu marathon. Tutakuja kuwa na kombe la watu wenye albino, tutakuja kuwa na Olympic ya watu wenye albino, tutakuja kuwa na mashindano tofauti, lakini tumeanza na marathon. Kwa siku zijazo, maana huwezi kuanza na vitu vyote kwa wakati mmoja. Kwa kila kitu kina hatua kwa hatua. Hatimaye siku ya siku tutakuwa na mashindano tofauti ya kitaifa na kimataifa ya watu wenye albino. Lakini pia hayo mashindano hayatakuwa na watu wenye albino tu peke yao, yatakuwa ni jumuishi, kwa sababu hatufikiri kufanya vitu vitakavyohusisha watu wenye albino peke yake. Ndio maana tunasema ujumuishi. Tulete nini? Ile ujumuishi. Maana bado tuko katika uchanga. Lakini tunaamini siku za usoni tutakuja kuwa kama kuna hao wenzetu wa walemavu wa viungo wana mashindano yanaitwa World Amputee Cup. Na sisi pia tunataraji siku za usoni na sisi tuwe na mashindano ya namna hiyo, kwa sababu watu wenye albino wako wanapiga mpira kweli kweli. Uliwaona hata tamasha lenu la hapo JMK Park na lile ambalo lilifanyika kule Kigoma. Maana yake tunaweza, na ndio maana tuko na platform ya kwanza, tuanze na marathon and then siku za usoni tuwe na mashindano tofauti. Kwa hiyo tunaendelea kuiomba serikali kupitia Baraza la Michezo kuweza kutuunga mkono kuhakikisha kwamba haya maono yetu, malengo yetu yanafikia, ili tuweze nasi kuitangaza Tanzania kimataifa, lakini pia tupate fursa kupitia michezo, kwa sababu michezo si kwamba lazima uwe umesoma uwe na PhD ndio utafanya michezo. Unaweza kuwa na kipaji tu automatically ukaingia kwenye michezo na ukafanya vizuri na ukaingiza kipato. Kwa hiyo itasaidia, michezo ikatusaidia kuingiza kipato watu wenye albino, lakini pia kusaidia kuweza kujiajiri au kuajiriwa. Umeona? Tamepo hapa mpo kwenye hii marathon, kwa wewe kama mjumbe, umuhimu wa tiba asili tugusie kwenye michezo, huwa ina faida gani? Okay, mambo mawili makubwa ni yazungumze hapo. La kwanza nijibu swali hilo la umuhimu wa tiba asili katika michezo. Ndio. Kwa karne nyingi na miaka mingi, tangu miaka 490 huko kabla ya Kristo, na uwepo wa binadamu katika uso wa dunia, huduma za kwanza za kimatibabu ilikuwa ni tiba asili. Kabla hii mifumo ya kisayansi haijaja duniani. Kwa hiyo tiba asili ilikuwa ni msaada kwa makundi yote. Wote walitegemea huduma ya tiba asili. Lakini wakati huu
bado maarifa ya tiba asili yana nafasi kusaidia sana katika michezo. Yako mafuta ya asili yanayoandaliwa yanatokana na mimea mbalimbali, iwe mizeituni, iwe kitunguu saumu, iwe mkaratusi, yanatumika kwa ajili ya kufanya massage au kuchua kwa watu waliopata shida mbalimbali ya misuli. Lakini si hivyo tu, huyu mwanamichezo bado anahitaji ushauri mzuri, apate lishe nzuri, anywe maji yaliyo bora, safi na salama, apate matibabu yenye ubora, usalama na kuweza kuondoa magonjwa au changamoto za kiafya katika mwili wake kama hitaji la binadamu mwingine yeyote mwenye afya njema, si njema, anaweza kufanya vizuri zaidi katika talent yake, katika karama yake, hususan karama hiyo ya kimichezo. Kama nilivyozungumza mwenzangu kwamba kuna watu wengi wenye vipaji katika kada mbalimbali, na hivi vipaji ni utajiri. Nchi yetu ya Tanzania na serikali yetu ya Tanzania, namnukuu Mheshimiwa Paul Makonda, waziri wa Wizara ya Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo, alizungumza kwamba hakuna sababu ya kuwa maskini, kwa sababu kila kipaji kina uwezo kuwa chachu ya kipato kwenye nchi. Watu wanaigiza wanapata fedha, watu wanacheza wanapata fedha. Hata wale wabunifu wa uchongaji wa baadhi ya vifaa mbalimbali vya kijadi vinavyoweza kutumika kwa shughuli za maendeleo, visu na vitu vingine, hizo zote ni kalama, ni vipaji vilivyopo kwa watu. Ubunifu wa aina mbalimbali ukihusisha pia michezo ni chanzo kizuri cha mapato. Lakini kubwa kwenye hili, moja ya ushiriki wa TAMEPRO, tumetamani kwenda tukazindue upandaji wa miti kule wapi? Tarime. Okay. Tarime na ile kanda ya kanda ya Ziwa ikigusa Rorya, mkoa wa Mara na ukanda ule kwa ujumla. Nimetoka kwenye ziara hivi karibuni, nimekutana na wavuvi, nimekutana na wakulima, nimekutana na wazee wa mila na desturi, nimetembelea Butiama kwa hayati Mwalimu Julius Kambarage Nyerere. Nimeona mambo mbalimbali yaliyofanyika, hata yale ambayo nilikuwa siyajui. Kwa kupitia kusoma tu ilikuwa haitoshi, baada ya kuona nimeona hiyo tofauti. Kwa hiyo tunaamini kwamba tukienda kuzindua zoezi la kupanda mti wangu kinga yangu, na tukatoa jukumu kwa kila aliyeshiriki kupanda, kuitunza ile miti, tutakuwa tunatimiza vipaumbele vya serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania vinavyoongozwa na Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania juu ya kukabili changamoto za mabadiliko ya tabia nchi, ambayo ni changamoto kwenye afya pia za watu wenye ualbino. Kukabili hiyo hali kwamba tukipanda miti katika baadhi ya vituo vya afya na katika shule ambazo mratibu ameendelea kufanya mawasiliano na sisi pia tuwasiliane kwa karibu na TFS ambapo ni wadau wetu na tunao makubaliano ya kufanya nao kazi kwa pamoja, kwamba hii inatupa sababu ya wote tunalenga malengo ya pamoja. Tunahitaji tulinde mazingira ili tuweze kuwa salama na sisi wenyewe kwa uendelevu. Lakini kubwa kuliko yote ni kwamba zoezi la upandaji miti litakuwa linatuma ujumbe wa rais, ambapo amependelea kwamba baada ya ule mkutano uliofanyika nchini Brazil, mtakumbuka kwamba Tanzania ishiriki kuondoka kwenye nishati chafu kwenda kwenye nishati safi. Walau kufikia watu milioni 700 Afrika waweze kupata nishati safi ya kupikia. Yote hii inategemea rasilimali miti na rasilimali zingine zinazotuzunguka na utunzaji wake endelevu. Hakika zitakuwa ni jitihada nzuri za kuunga mkono kumuunga mkono Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan, kwa sababu tunakumbuka hata kwenye birthday yake aliadhimisha kwa kupanda miti. Kwa hiyo tutakuwa mnaenda sambamba na kile ambacho maono yale ya Mheshimiwa Rais ambayo ameendelea kuyafanya. Mtazamaji, tunazungumza hapa kuelekea kwenye marathon ya Albinism Tanzania, na tuko hapa na Joseph. Huyu ni mratibu wa Albinism Sports Club ambao wao ndio wanaenda kufanya hilo jambo, lakini pia tuko na Mr. Bonaventura, huyu ni katibu mkuu kutoka pale TAMEPRO ambao wao pia watashiriki kwenye marathoni hiyo. Wamekuja hapa kuzungumza nasi kuhusiana na habari mbalimbali. Nafahamu wanataka kuzungumza mengi, lakini muda nao pia si rafiki, kwa sababu bado tuna wageni wengi wa kuja kuzungumza nao hapa. Kwa kuelekea kuhitimisha tu, Mr. Joseph, zungumza na Watanzania sasa kuelekea kwenye marathoni hii na waendeje? Kimsingi tu ni kwamba tunaendelea kuwakumbusha wale wadau ambao tuliwaandikia maombi yetu ya kuunga mkono kufanikisha hii marathon, kwa sababu unapozungumza marathon ina uhitaji mkubwa wa kifedha na mahitaji mengi. Kwa hiyo tunaendelea kuwasisitiza kwamba muda umekwisha,
waweze kuhakikisha kwamba yale maombi yetu yanafanikiwa, ili kuhakikisha kwamba marathon hii ya Albinism Awareness International Marathon inafanikiwa. Kwani kufanikiwa kwa marathon hii si kwa sababu ya watu wenye albino. Kufanikiwa kwa marathon hii kutawezesha kuingiza pato la taifa. Tarime kule watapata pato kwa sababu kutakuwa na wageni mbalimbali kutoka nchi mbalimbali. Lakini pia kutaendelea kuitangaza Tanzania na vivutio mbalimbali vya utalii vilivyoko Tarime, Serengeti na Mara na taifa kwa ujumla, kwani kutakuwa na wadau mbalimbali wataweza kutoa habari za marathoni hiyo. Kutakuwa na watu wa Radio China wameshakubali kuja kushiriki katika marathoni hiyo. Lakini pia na wadau mbalimbali, vyombo mbalimbali vya kimataifa vitashiriki pale. Maana yake vitaendelea kuitangaza Tanzania. Kwa hiyo tunaendelea kuomba wadau kuweza kutuunga mkono kuhakikisha tunafanikisha marathoni hii. Lakini pia tunaendelea kuipongeza serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kupitia Wizara ya Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo kwa kuweza kupitishiwa bajeti ya shilingi bilioni 525. Lakini pia mwaka jana ilikuwa bilioni 519. Ilikuwa 519, imeongezeka bilioni 6. Kwa maana kwenye hizi bilioni 525 na sisi kama Albinism Sports Club tutashiriki kula hiyo keki au kushiriki kutumia hiyo keki kuweza kukuza vipaji, kukuza na kuendeleza vipaji vya watu wenye albino na wasiokuwa na albino. Hatimaye tuweze kutimiza lengo kama alivyosema hapa mwenzangu kwamba michezo ni afya, lakini pia michezo ni biashara. Umeona? Kwa hiyo itasaidia sisi watu wenye albino kuweza kujiajiri. Mwisho wa mwisho tunaendelea kutoa wito kwa wadau mbalimbali kuweza kutuunga mkono kupitia lipa namba M-Pesa 50 61 3388. Jina litatoka Albinism Sports Club, au kuweza kuwasiliana nasi kuweza kujua habari zaidi juu ya marathoni hiyo kupitia namba 0747 489804. Narudia 0747 489804. Kwa mawasiliano hayo wanaweza kutupata ili kuweza kujua nini kinaendelea. Lakini pia wanaweza kutembelea ofisini kwetu pale Kinondoni hospitali, nyuma ya majengo ya OSHA yalipo majengo hospitali ya jamii zamani, pale ndipo tunapatikana. Kwa hiyo tunaomba sana wadau waweze kutunga mkono kuhakikisha tunafikia malengo. Kwa mwisho pia tunashukuru Channel 10 kuweza kutupa nafasi ya kuja kuzungumza ili kufikisha ujumbe kwa jamii. Lakini pia na wadau mbalimbali pamoja na Baraza la Michezo ambao wamekuwa kutushika mkono mara kwa mara kuweza kufanikisha malengo tulionayo Albinism Sports Club. Bwana, sawa. Huyo ni Joseph ambaye tulikuwa naye hapa, lakini pia tulikuwa na Mr. Bonaventura katika kuzungumza kuelekea maandalizi kuelekea kwenye ile marathon ya kimataifa ile ya albinism ambayo itafanyika kule Tarime. Asanteni jamani kwa kuungana nasi. Tunaamini kabisa wakati mwingine tutaendelea kuzungumza. Pengine una moja la kumalizia. Jambo moja muhimu kweli kweli ni alinijulisha jitihada zinazofanyika na Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwamba kunawezekana kuwa na mechi ya pamoja kati ya Albinism Sports Club na Bunge FC. Bunge FC. Kwa hiyo hili ni jambo kubwa sana, na mpongeza Mheshimiwa Spika wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na wasaidizi wake wote na wabunge wote waunge mkono hilo tukio lifanyike. Itakuwa ni ishara njema kwa nchi yetu na kwa dunia kwamba tuna jambo la pamoja. Linapokuja jambo la pamoja la nchi, umoja wetu ndio nguvu yetu. Of course. Na michezo huleta amani, huleta mshikamano, huleta kubadilishana taarifa na kufahamiana. Kupitia zoezi hili zuri la hiyo mechi hapa ya pamoja, ni imani yangu litaendelea kutuleta pamoja na kutupa furaha kama wananchi, kama Watanzania, kama wapenda maendeleo ya nchi yetu. Sawa. Umoja wetu ndio ngao yetu. Asante sana. Umoja wetu ndio ngao yetu na bado tutaendelea kuwa pamoja.